Dr. John Magufuli nao ndio upo maeneo hayo hayo, lakini ndege vita nazo zitapita, zina mngurumo kidogo wa kustua, kama kidogo moyo wako kidogo unapata shida, lakini usio na wasiwasi kidogo. Zitapita hapa katika kutoa heshima kwa aliyekuwa amiri jeshi mkuu, na hiyo ni moja ya taratibu za kijeshi. Kwa hiyo hapa tutashuhudia, naona mbali kule nje nikiangalia mimi, na helikopta yenyewe ndio ipo hapa uwanjani, inathibitisha kwamba mwili au msafara ule uliobeba mwili wa hayati Dr. Magufuli umekwisha fika hapa katika uwanja huu wa Jamhuri, na muda wote mwili ule utaingizwa humu ndani na taratibu nyingine ziendelee. Tuone hilo gwaride wamekwisha jipanga, wamekaa ili gwaride lilivyojipanga, wameacha mstari katikati, wengine wako upande ule mwingine, wengine upande ule, yani msafara bila shaka utapita katikati. Huko nje safara uliobeba jeneza la hayati Dr. Magufuli umekwisha fika. Ni taratibu tu zile sasa za kuingiza huo mwili ndio tutaziangalia, na ndicho tunachokisubiri hivi sasa. Gwaride limesimama tu makini kabisa kisubiri shughuli ziendelee. Umeshawasili kwenye viwanja hivi, na hivyo unazunguka kuja kwenye lango la kuingilia. Helikopta zinazoonekana hewani zina lengo la kuimarisha ulinzi kwenye eneo hili.
Twende. Nakuletea sana. Ni kwamba kutakuwa na gwaride la mazishi ya hayati rais wetu aliyekuwa awamu ya 5 Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na kama nilivyokueleza tayari gwaride hilo liko hapo, lakini vile utapigwa hapa wimbo wa taifa utakofuatiwa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, na nyimbo zote hizi mbili zitaongozwa na bendi ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Kabla baadaye kufuata wasaa wa dua na sala kutoka kwa viongozi wetu mbalimbali. Upande wa TEC, Mwashamu Askofu Mkuu Gervas Yesonga, yeye atasoma sala dua hiyo, lakini kwa upande wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA yuko Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali, mufti wa Tanzania, wakati CCT watawakilishwa hapa na Askofu Dr. Dickson Chilongani na mwenyekiti wa CCT hapa Dodoma, wakati kwa upande wa dhehebu la Hindu atakuwepo hapa Kuban Harish Maharaj Dare, naye atatoa dua kwa upande wake, na baadaye basi tutafuata nyimbo mbalimbali za maombolezo. Kumbuka kuna makundi mbalimbali ya wasanii asha hapa katika ratiba yetu ambayo tunayo hapa, nao watatoa nyimbo zao mbalimbali za maombolezo.
Anayeonekana hapo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleimani Abdallah, wakitoa heshima zao kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, ambapo mwili huu ndio unapitishwa katika uwanja huu wa Jamhuri, na hivi sasa taratibu nyingine za kijeshi ndio zinaendelea. Kama tulivyokufahamisha, tunaye afande hapa ambaye yeye atakuwa akituongoza ni kwa namna gani majeshi hapa wanafanya nini. Hilo ni jukumu lake kwa sasa. Afande. Ni kwamba mwili baada ya kufika sasa umefunikwa na bendera ya taifa kwamba yeye ni kiongozi mkuu wa serikali, lakini umebebwa kwenye mzinga ukimaanisha kwamba yeye ni amiri jeshi mkuu. Lakini mzinga huo ulivyolala unamaanisha kwamba ni maombolezo, sio vita. Ungekuwa vita, mzinga ungekuwa umeelekezwa juu. Lakini mwili huu kwa mujibu wa itifaki za kijeshi utabebwa na maafisa wa juu wa cheo cha kanali na ukisindikizwa na maafisa wa juu wa cheo cha brigedia generali ambao ni hao wanapiga saluti hapo, na ndio ambao watasindikiza mwili, lakini utabebwa na makanali, maafisa wa juu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Na asante Dagaa kwa maelezo hayo ya kijeshi. Tuko naye hapa kwa ajili ya kututolea ufafanuzi wa vitu mbalimbali ambavyo wewe mtazamaji, hata sisi wanahabari hatuvifahamu, lakini jeshi yeye anavifahamu zaidi. Lakini Aziza, watu wanaweza kujiuliza kwa nini hasa shughuli ya Dodoma kidogo imekuwa tofauti na shughuli ya pale Dar ya kuaga mwili wa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Hapa kumbuka ndio makao makuu. Dr. John Pombe Joseph Magufuli ameondoka akituachia historia kubwa sana katika mkoa wa Dodoma. Ameutafuna mfupa uliowashinda watu hapo nyuma, yeye ameuweza na kuhamisha shughuli zote. Sote tuko hapa sasa hivi, kila mtu yuko hapa, wizara zote ziko hapa katika eneo la Mtumba nje kidogo jiji hili la Dodoma. Lakini vile vile amefanya miradi mbalimbali katika jiji hili la Dodoma. Utakumbuka ikulu ya rais iko hapa katika eneo la Chamwino ambapo ndio jana mwili wake ulilala hapo. Lakini vile vile ametengeneza miundombinu mbalimbali. Ipo stendi ya kisasa 88, lipo soko la kisasa la Ndugai, lakini huko ujenzi wa kisasa unaendelea wa uwanja wa ndege mkubwa utakotua ndege zote kubwa hapa Dodoma. Lakini ana vitu mbalimbali ambavyo ametuachia watu wa Dodoma ambao hatuwezi kumsahau. Historia hii tabaki vizazi na vizazi. Aziza. Asante Chunga, na kama ulivyozungumza utofauti na niseme kule uwanja wa Uhuru ni kwamba hapa ni makao makuu kama ulivyozungumza, na pia mwili huu una safari ndefu bado, unatakiwa kwenda Zanzibar hapo kesho kwa ajili ya kila mmoja kupata nafasi kwa upande wa visiwa vya Zanzibar na wao kuaga mwili wa mpendwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, ikiwa ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Afande, nafikiri nafasi ni ya kwako, utuelekeze ni vipi sasa majeshi wameubeba mwili huu na kupeleka katika sehemu ambayo viongozi mbalimbali waliofika hapa wataweza kuaga. Mwili huo umebebwa na maafisa wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, maafisa wakuu wenye cheo cha kanali ndio wamebeba, lakini hao wanaosindikiza ni maafisa wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, maafisa wakuu wa cheo cha brigedia generali. Na mwili huo sasa unapelekwa sehemu maalum, kwenye nyumba maalumu ambayo imewekwa kwa ajili ya kuaga. Ndicho ambacho kiendelea sasa hivi, na gwaride la leo limeandaliwa maalum kabisa na kutoka chuo cha kijeshi cha Monduli. Maafisa wanafunzi na askari ndio wanaongoza gwaride la leo kwa ajili ya kumwaga aliyekuwa amiri jeshi mkuu. Na parade commander wa leo anaitwa Major CD Kasu, parade adjutant captain Maulid Seif Ngale, sameja wa gwaride W2 mteule daraja la kwanza Sylvester Gesire. Gadi namba moja inaongozwa na Captain Gidson Kimaro akisaidiwa na Luteni Saidi Athmani na Luteni Wakisa Miyombe. Gadi namba 2 inaongozwa na Captain Goodluck Mpongano akisaidiwa na Luteni Bariki Masuki na Luteni Feedback Gregory. Gadi namba 4 inaongozwa na Captain Karimu Omari ikisaidiwa na Luteni Sharifu Lugongo na Luteni Lenus Liamuya. Na gadi ya 4 inaongozwa na Captain
Vitus Luambano akisaidiwa na Luteni Maguluko na Luteni Francis Meijo. Bendi master ni Kapteni Steven Langula. Bendi sa meja ni mteule daraja ya pili Justin Tembo, na drum major wa gwaride hili ni Staff Sergeant Tabu Kasim. Limeundwa na gadi 4 ambazo zote zinatoka chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli, na hapo sasa mwili ulipo ndo kwenye nyumba maalum ambayo imewekwa kwa ajili yake. Unawekwa hapo maalum kabisa kwa ajili ya kuagwa, na kofia hizo unazoona zimeshikwa na askari inasaidia tu wakati wa kubeba abebe katika utimamu mzuri isisumbuke. Baada ya hapo watavaa kofia na kupiga saluti kwa ajili ya heshima ya aliyekuwa amiri jeshi mkuu. Hao wa mbele ni maofisa wa ngazi ya juu, maofisa wa juu wa jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania kwa cheo cha kanali. Naam. Daga, nina swali kidogo. Imekuwa ni kawaida rais anapoanza kipindi chake cha uongozi, hata juzi mama yetu Samia Suluhu Hassan tuliona gwaride litengeza umbo la Alpha, na hata rais anapomaliza muda wake tunaona kuna umbo lile la Omega. Ili gwaride mbona kama nalo lina umbo fulani hivi, ni kitu gani? No, ili gwaride ni la kipekee yake. Hii hamna umbo la Omega kwa sababu Omega anaundiwa amiri jeshi mkuu ambaye anamaliza muda wake. Lakini hii ni gwaride maalum, alijawahi kuchezwa wala kuonekana sehemu nyingine yote. Zaidi leo ndio kwa mara ya kwanza limeonekana gwaride la hivi. Sio la Omega wala la Alpha, ni gwaride maalum kwa ajili ya kumuaga aliyekuwa amiri jeshi mkuu. Wakimaliza hatua hii ambayo umetueleza hapa, kinachofuata ni nini? Baada ya hapa zitafuata itifaki zingine za kijeshi ambazo zitatangazwa muda si mrefu. Nataka kutuambia kwa Tanzania hii ni mara ya kwanza kwa siku hii ya leo kuchezwa gwaride hili? Haijawahi kuchezwa gwaride. Leo ndio kwa mara ya kwanza gwaride limechezwa la hivi, na gwaride hili limechezwa na maafisa wanafunzi na askari wa chuo cha kijeshi cha mafunzo ya kijeshi Monduli. Ni kwa sababu gani, au kwa sababu ndio rais bado alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekufa akiwa madarakani, ama inaleta picha gani hii kwamba ni gwaride la kwanza kuchezwa ndani ya Tanzania? Hii ni gwaride maalum. Ni gwaride maalum kwa sababu ya kumuaga aliyekuwa amiri jeshi mkuu. Kwa sababu hajamaliza madaraka, alikuwa bado anaendelea. Hauwezi kuweka umbo la Omega kwamba amefikia mwisho wa mafunzo yake, hapana. Kwa hiyo ndio maana limeundwa gwaride hili, na ni gwaride ambalo limezunguka uwanja mzima, sio lile katikati. Mheshimiwa Rais, kabla ya kuimba wimbo wa taifa, naomba nimtambue uwepo wa Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa. Inaombwa sasa tuimbe wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Naomba wote tukae. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, waheshimiwa wafiwa wakiongozwa na Mama Janet Magufuli, waheshimiwa viongozi wa ndani na wale wa kimataifa, waheshimiwa wananchi, waombolezaji wenzangu. Mheshimiwa Rais, baada ya kumalizika kwa gwaride maalum, sasa ni wakati wa kuwakaribisha viongozi wa dini watuongoze kwa sala pamoja na dua. Kwa heshima na taadhima nimkaribishe Mheshimiwa Rais. Kwa heshima na taadhima tunaomba sasa gwaride litoke uwanjani. Haya, gwaride lile sasa linatoka, na baada ya gwaride kutoka viongozi wa dini watachukua nafasi yao, wakati nyimbo za taifa zinaimbwa, hasa ule wa Afrika Mashariki, zita ndege vita matatu kwa kasi sana katika kutoa heshima kwa aliyekuwa amiri jeshi mkuu hayati Dr. John Magufuli. Na gwaride hilo linatoka hivi sasa, ukiondoka taratibu taratibu, tengeneza wenyewe safu zao, halafu utaona tu kitoka vizuri. Hivyo baada ya hapo sasa ndiyo dua itafuata. Kwa mujibu wa ratiba ni kwamba ataanza Mhashamu Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, rais wa TEC, tupatiwa na BAKWATA Sheikh Abubakar Zubeiri bin Ali, na Shekhe Mkuu wa Tanzania CCT Askofu Dr. Dickson Chilongani, mwenyekiti wa CCT Dodoma. Lakini pia takuwepo Hindu Kuhani Harish Mabaraji Davi. Hao ndio viongozi watakaotuongozea sala asubuhi hii. Na gwaride ndio hivyo linamalizikia kule nje. Kulikuwa teta kidogo hapa na Ivona, kwa watu waliofika wengine kina mama wamekuja na watoto wachanga, ngumu kidogo hii. Ni kuguswa. Kwa kweli usipate tabu sana, sababu mwili utasunguka katika mitaa mbalimbali hapa Dodoma, na wao basi watakuwa wameshiriki katika kumwaga rais wa awamu ya 5 Dr. John Magufuli. Kwa hivyo mitaa kwa maana ya barabara tu za hapa Dodoma ni njia kama 10 hivi mwili utapita.
hapa Jamhuri itaingia roundabout ya Bahi, alafu itapita kule shule ya msingi Uhuru, wataendelea na Iringa Road kupitia Mirembe hospitali pale, alafu mwili utapita barabara ya Kigamboni kupitia Kitoba na Central Police, wataenda mpaka roundabout ya Msamatini, alafu watashika barabara ya Bunge, watakuja mpaka Emmaus ya pili hapa mpaka Mataa, alafu kisha mwili ama msafara utashika barabara ya Mataa kuelekea kwa waziri mkuu, kwa maana kule maeneo ya African Dream. Kutoka kule African Dream utapita njia panda ya Wajenzi, alafu kisha uwanja wa ndege. Wacha tusikie nini kinafuata hapa. Bila shaka ni sala, mshereheshaji ni Xavier Kisanga, lakini pia yuko Shaban Kisu. Mheshimiwa Rais, baada ya itifaki ya paredi kumalizika, kwa heshima na taadhima, sasa naomba niwakaribishe viongozi wetu wa dini watuongoze kwa sala pamoja na dua. Kwa kuanza, kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Mhashamu Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, Rais wa TEC, atuongoze kwa sala. Karibu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tuombe. Mungu Baba wa milele, tunakuja mbele yako kwa moyo wa unyenyekevu, tukimwombea mtumishi wako hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli, ambaye umependa kumwita katika makao ya milele. Tunatambua kuwa viumbe vyote vinaishi kwako, na miili yetu inapokufa haipotei, bali hugeuzwa kuwa bora zaidi. Basi twakuomba sana, kwa wema na huruma yako, uirehemu roho ya mtumishi wako hayati John Joseph Pombe Magufuli, na uyafute makosa ya udhaifu wake wa kibinadamu. Uwaamuru malaika wako watakatifu waipokee roho yake na kuipeleka katika ufalme wako kusiko na uchungu wala sikitiko. Tena tunaomba siku ya mwisho mwanao Yesu Kristo atakapokuja kuhukumu ulimwengu huu, umjalie mtumishi wako mwaminifu kusimama kati ya watakatifu na wateule wako, apate kushiriki utukufu ambao jicho halijauona wala sikio halijasikia. Tunapomsindikiza mpendwa wetu, tunakuomba Mungu Mwenyezi uliye mwingi wa rehema, uijalie nchi yetu ya Tanzania moyo wa imani na uvumilivu katika kipindi hiki cha majonzi. Tunaiombea familia yake Mama Janet Magufuli pamoja na watoto. Ewe Mungu wa faraja, uwape nguvu na imani thabiti. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raya milele umpe e Bwana, apumzike kwa amani. Naomba sasa kwa heshima na taadhima nimkaribishe Shehe Mkuu wa Tanzania Mufti Abubakar Zuberi bin Ali kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania atuongoze kwa dua.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu na viumbe, na rehma na amani zimshukie mtume wetu Muhammad na zimshukie manabii na mitume wote, ndugu zake na ali zake na jamaa zao na wafuasi wao. Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi na vyote vilivyo. Wewe ndiye uliyeumba uhai na kifo, na ukakifanya kifo kuwa ni sawa kati ya viumbe wote. Mola wetu mtukufu, umesema nafsi itaonja mauti, na ukasema nafsi yote haifi ila kwa idhini yako. Wako huyu mnyonge aliishi kuitumia nchi ari kubwa na kuwajali wanyonge na watu wa hali zote. Hayati Dr. John Joseph Magufuli umemuumba kwa mapenzi yako na umemkhitari kwa mapenzi yako, na sasa yuko katika milki yako. Sisi tunakiri kuwa kila ulifanya ni mapenzi yako, na ndani yake kuna siri kubwa na kuna hikma kubwa. Twakuomba Mola wetu mtukufu, Mola wa haki, kwa mema mazuri aliwafanyia Watanzania na nchi yake kwa ujumla, muweke mahala anapostahili. Wewe ni mwingi wa huruma na mpole mno. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mheshimiwa Rais, naomba sasa nimkaribishe Askofu Dr. Dickson Chilongani, mwenyekiti wa CCT Dodoma, atuongoze kwa sala. Tuombe. Mwenyezi Mungu ambaye uliahidi kwa kinywa cha mwana wako mpendwa Yesu Kristo, ukisema heri wenye huzuni maana watafarijiwa, na tena ukaahidi kwa kinywa cha mtumishi wako Nabii Isaya kuwaganga waliovunjika mioyo na kuwafariji waliao, twakusihi uliangalie kwa huruma taifa hili la Tanzania kwa msiba huu uliotupata. Ulimtoa Dr. John Pombe Magufuli kama zawadi njema kwa taifa letu, akatumikia kwa uadilifu mkubwa katika nyadhifa mbalimbali, na hatimaye ukamwinua kuwa rais wa nchi yetu. Katika wadhifa huo akatumikia watu wako akikutegemea wewe, akainua uchumi wa taifa letu, akarudisha nidhamu ya uwajibikaji maofisini, akawajali maskini na wanyonge, akawa sauti ya wasio na sauti, akaijenga misingi ya haki ya nchi iliyokuwa imeanza kubomoka. Kufumba na kufumbua umemwita aje apumzike kwako. Mwenyezi Mungu, kwa kuwa kazi yako haina makosa na machoni pako sisi binadamu ni mavumbi tu, na kwa kuwa ufahamu wetu hauwezi elewa makusudi yako mema, hatuwezi kukulaumu kwa lolote isipokuwa kukushukuru kwa utumishi wake uliotukuka. Pamoja na hayo, Bwana, twakusihi ututazame kwa jicho lako la huruma. Huzuni tulionayo ni vigumu kuieleza, majonzi tulionayo hayawezi futika kwa nguvu za kibinadamu. Wewe Bwana uliye mfariji wa kweli, twakusihi utufariji kwa Roho yako Mtakatifu na kutufuta machozi. Mfariji mama yetu Janet na familia yake, mtie nguvu anapoanza kuishi maisha mapya pasipo mwenzi wake John Pombe Magufuli ambaye waliishi pamoja kwa miaka mingi. Tena Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kumwezesha mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa nchi yetu kwa njia ya amani. Twakusihi mkono wako uende pamoja naye, mwezesha iongoze nchi hii na kuifikisha pale ambapo ndoto za Watanzania wengi zipo. Mjalie afya njema, mwepushe na hila za ibilisi na za wanadamu wasio na mapenzi mema, na mafanikio ya nchi yetu. Mtie nguvu na ujasiri wa kuifanya kwa ukamilifu kazi uliomwitia. Mwenyezi Mungu, tunaombea na wote watakaofanya kazi pamoja naye, wajalie wawe na upendo, umoja na mshikamano. Mbariki waziri mkuu wetu Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, spika wa bunge letu Job Ndugai, naibu spika Tulia Ackson, mawaziri wote, wabunge wote na Watanzania wote kwa ujumla. Tudumishe amani, umoja na upendo ndani ya taifa letu. Twaomba haya machache Bwana
kupitia mwana wako mpendwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Kwa kumalizia, kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Harish Maharaj kutoka madhehebu ya Hindu, naye atuongoze kwa sala. Namaste. Our Excellency the President, distinguished guests, ladies and gentlemen, I quote a sermon written in our book Srimad Bhagavad Gita, Gita chapter 4:7, Panchadasamo Adhyaya, Yada yada hi dharmasya gnanir-bhavati bharata abhyuttana dharmasya sambhavami yuge yuge na tadbhasayate suryo na shashanko na pavaka yadgratva na nivartante taddhama paramam mama mamevansho jivaloke jivabhuta sanatana manachashtani indriyani prakrutistani karshati iti main shlok. Atha यजुर्वेद शांति मंत्र द्योहो शांति अंतरिक्षगो शांति राप शांति रोकदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि. ओम शांति शांति. Asante Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa viongozi, na hapa ndio tumefikia mwisho wa kipengele hichi cha dua na sala kwa ajili ya mpendwa wetu Dr. John Pombe Magufuli ambaye ametangulia mbele ya haki. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi, ndugu waombolezaji, katika ratiba yetu tuna nyimbo mbili maalum za maombolezo. Tuanze na wimbo kutoka kwa Toti. Karibu Toti. Tanzania tunalia, Rais umetutoka. Nenda baba, umeanza safari kurudi kwa Mola wako, umetuacha wapweke. Kwa majonzi na simanzi Tanzania tunalia, Rais umetutoka. Safari kurudi kwa Mola wako, umetuacha wapweke. Nenda baba, umemaliza mwendo wako hapa duniani. Nenda baba, ukapumzike baada ya kazi kubwa. Umemaliza mwendo wako
jioni yenye huzuni, giza nene lilitanda. Katangazia taifa, raisi umetutoka. Nenda Magufuli, tarehe 17 jioni yenye huzuni, giza nene lilitanda. Nenda Pombe, Mama Samia Suluhu katangazia taifa, raisi umetutoka. Nenda tunakulilia, Waafrika watakukumbuka wote. Nenda baba ukapumzike baada ya kazi kubwa uliyofanya. Watanzania tunakulilia, Waafrika watakukumbuka wote. Umefanya kazi kubwa kuijenga Tanzania hadi uchumi wa kasi. Tanzania ya viwanda, miundo mbinu bora, mashule na zahanati. Umefanya kazi kubwa kuijenga Tanzania hadi uchumi wa kasi. Tanzania ya viwanda, miundo mbinu bora, mashule na zahanati. Asanteni sana Tanzania One Theater Tot. Ama ya hakika, nenda mpendo wetu ukapumzike kwa kazi ngumu na nzito na iliyotukuka. Daima tutakukumbuka. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima sasa naomba
Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Kamati ya Kitaifa ya Mazishi, nimkaribishe Mheshimiwa Kassim Majaliwa aweze kutoa neno la utangulizi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hafidh Amer, mume wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mama Janet Magufuli, mjane wa hayati Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Waheshimiwa marais, waheshimiwa makamu wa marais, waheshimiwa mawaziri wakuu, wakilishi wa marais kutoka nje ambao wamekuja kujumuika nasi. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Masoud Othman Masoud, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Hamed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Job Yustino Ndugai, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Omar Othman Makungu, jaji mkuu wa Zanzibar. Waheshimiwa marais wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa makamu wa rais, Mheshimiwa rais wastaafu wa Zanzibar na wenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Waheshimiwa makamu wa rais na mawaziri wakuu wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nichukue fursa hii kwa unyenyekevu mkubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahimu kwa kuturuzuku uhai na kutuwezesha kujumuika katika tukio hili la huzuni kubwa kwa taifa letu, Afrika na dunia kwa ujumla, la kumwaga mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, baada ya kuitangazia taifa msiba huu mzito, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepokea salamu nyingi za rambirambi kutoka kwa wakuu wa nchi na serikali wa nchi mbalimbali, wakuu wa mashirika na taasisi mbalimbali za kimataifa na viongozi mashuhuri mbalimbali ulimwenguni. Mheshimiwa Rais, tukisema tuzisome hapa salamu zote tulizozipokea itachukua muda kuzimaliza. Kwa unyenyekevu na kwa niaba ya serikali, familia na wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunawashukuru wote waliotufariji kwa salamu hizo. Hakika tumefarijika. Mmetupa moyo na nguvu katika kipindi kigumu cha majonzi mazito kwa taifa letu. Mheshimiwa Rais, pamoja na salamu hizo, tunao hapa wakuu wa nchi na serikali, wakuu wa mashirika na taasisi mbalimbali za kimataifa na viongozi mashuhuri ambao wamekuja kutufariji na kushiriki pamoja nasi leo hii katika tukio la mazishi ya kitaifa ya mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako na kwa unyenyekevu mkubwa, naomba kuchukua fursa hii kuwatambulisha wageni mbalimbali, wakuu wa nchi wafuatao waliopo miongoni mwetu. Nianze kwanza na Mheshimiwa Felix Anthony Tshisekedi Tshilombo,
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Tunaye pia Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunaye pia Mheshimiwa Filipe Jacinto Nyusi, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika. Tunaye pia Mheshimiwa Cyril Matalema Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini. Tunaye pia Mheshimiwa Mokgweetsi Masisi, Rais wa Jamhuri ya Botswana. Tunaye pia Mheshimiwa Azali Asmani, Rais wa Muungano wa Visiwa vya Komoro. Tunaye pia Mheshimiwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi. Tunaye pia Mheshimiwa Edgar Chagwa Lungu, Rais wa Jamhuri ya Zambia. Tunaye pia Mheshimiwa Emerson Dambuzo Mnangagwa, Rais wa Jamhuri ya Zimbabwe. Tunaye pia Mheshimiwa Prosper Bazombana, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi. Tunaye pia Mheshimiwa Dr. Ngolo Mbumba, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Namibia. Tunaye Mheshimiwa Dr. Eduardo Ngirete, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Rwanda. Tunaye pia Mheshimiwa Tete Antoine, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Angola, anayemwakilisha Rais wa Angola. Tunaye pia Mheshimiwa Ibrahim Ghali, mjumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kiarabu ya Saharawi. Tunaye Mheshimiwa Gotabaya Rajapaksa, mjumbe maalum wa Mheshimiwa Dr. Kanathan, Rais wa Sri Lanka. Na hapa leo Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, anawakilishwa na Mheshimiwa Richard Kabonero ambaye ni balozi wa nchi hiyo hapa Tanzania. Mheshimiwa Rais, pamoja na viongozi hawa, tunao pamoja nasi mabalozi kutoka nchi zifuatazo wakiongozwa na Mheshimiwa Ahmada El-Badoui Mohamed Faki, balozi wa Muungano wa Visiwa vya Komoro na amidi wa mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa nchini. Tunao pia mabalozi kutoka nchi za Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani, Japan, Finland, Oman, Jamhuri ya Watu wa China, Uswisi, Misri, Sweden, Denmark, Indonesia, Ireland, Marekani, Uingereza, Malawi, Norway, Namibia, Umoja wa Ulaya, Ubelgiji, Ufaransa, Qatar, Somalia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Cuba, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea, Canada, Uhispania, Zimbabwe, Poland, Jamhuri ya Sudani, Morocco, Jamhuri ya Sudani Kusini, Algeria, Kuwait, Vietnam, Pakistan, Angola, Jamhuri ya Korea na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tunao kaimu mabalozi wanaowazao hapa nchini kutoka Afrika ya Kusini, Italia, Libya, Iran, Burundi, Palestina, Msumbiji, Uturuki, Nigeria, Zambia na Saharawi. Tunao pia wakuu wa jumuiya za kikanda na mashirika ya kimataifa, mratibu mkazi wa mfuko wa Umoja wa Mataifa UN System, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, katibu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, spika wa Bunge la Afrika Mashariki, rais wa Mahakama ya Watu na Haki ya Afrika, rais wa Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki, mwakilishi mkazi wa UNDP, mwakilishi wa UN Women, mwakilishi wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Maendeleo ya Viwanda, mwakilishi wa mfuko wa Umoja wa Mataifa watoto UNICEF, mwakilishi wa Benki ya Dunia, mkuu wa mfuko wa Umoja wa Mataifa ya United Nations Capital Fund, katibu mkuu wa Umoja wa Mawasiliano ya Afrika Pan African Telecommunication Union, mwakilishi mkazi wa Taasisi ya Maendeleo ya Aga Khan na mwakilishi wa Shirika la Msalaba Mwekundu. Tunao pia wawakilishi wa heshima waliopo hapa
chini wanaoziwakilisha nchi za Lithuania, Sierra Leone, Ugiriki, Senegal na Jamaica. Mheshimiwa Rais, nashukuru sana kuwatambulisha wote, na sasa ufuate wimbo maalum wa pili, na baada ya hapo nitamkaribisha Waziri Mkuu kutoa neno maalum. Wimbo maalum wa pili wa maombolezo kutoka Tanzania All Stars. Kilichopita kilikuwa ni utambulisho wa wakuu wa nchi, serikali na mashirika ya kimataifa kutoka nje pamoja na mabalozi, utambulisho uliofanywa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Profesa Palamagamba Kabudi. Tanzania All Stars, karibuni. Kimamba on the beat. Vizuri hakidumu abadan, abadan, abadan. Vizuri hakidumu abadan, abadan, abadan. Niliposikia sauti ya Mama Samia alipotujuza Magufuli ameshatutoka, nilibaki nawaza, lakini nikavumilia, maana imani yetu inatuambia duniani tunapita. Mungu mweke pema peponi. Umekwenda mfano wa kiza ikizima taa. Vipi nitabasamu na sina furaha, kilichobaki mimi kuomba kwa Jah. Kuamini nahisi kama ni ndoto, ni kubwa hili linanizidia. Tulikuwa wote safarini, na mbona umetacha njiani? Nashindwa hata kuvumilia. Naziona bendera zinapepea nusu mlingoti, hadi tausi wa Ikulu nao wanakupigia magoti. Kila nikitazama Chato mawazo mengi yanajia, wanja mpya kweli zitashuka tena bombardia. Ila umemwacha superwoman, super Mama Samia, super mwenye super mbele ya super Tanzania. Nenda baba, tutakutana huko mbeleni, nitaikumbuka ile kofia ulionivisha kwa kampeni. Tuwezi sahau mazuri umefanya Magufuli, hayafutiki. Tuwezi sahau, umeacha alama. Nijiulize kwa nini nashindwa kuamini kama kweli umeondoka, yeah. Labda sababu ulituvutia inaseka madini angani, umetuweza Magu. Oh, nasikia sauti ikisema hapa kazi tu. Nasikia sauti ikisema mtangulize Mungu. Nasikia sauti, sauti yenye nguvu, sauti ya ushindi, ya kiongozi mwenye imani ya kweli. Flyovers, barabara, haki ni sawa takwa makonda wa daradara. Usimamizi makini, sauti ya watu maskini, lami mjini mpaka mabondeni salasala. Mini subiria treni ya umeme ulotuachia, mradi wa Stiglas umeme hautotukatikia. Ulitupatia upendo na uongozi wa vitendo, afu umetuacha wenyewe dama takulilia. Hata nikipewa leso nijifute machozi, haisaidi nacholia ni moyo, ni moyo. Najua mazuri yako yanang'ara na mwezi. Nenda salama jiwe la Afrika, Magufuli wetu. Tulikuimbia mwaka ujapita, Novemba ulipoapishwa. Leo majonzi baba tunakuimbia tena. Tulikuimbia hata mwaka uja
tufundisha, leo tunaimba tena, naumia moyo. Ni heri ungetuambia kama utatuacha tujipange. Mbona pigo baba, huzuni, safari imewadia. Umetuacha jadi, asa umetuacha na nani? Mola, naomba tusali tumwimbie, na hili litapita. Hakika hakuna aijuaye kesho ni yetu Mola. Mengi katufundisha, kumbuka alisema Tanzania viwanda na imani tumeiona. Umauti kweli fumbo, haujui lini utaondoka. Tupo safarini kila mmoja, umetangulia wewe, tunakuombea. Tuwezi sahau mazuri umefanya Magufuli. Tuwezi sahau umeacha alama. Sasa kuna flyover, uchumi wakati kwa juhudi zako tumepanda. Magufuli, umejenga Tanzania baba. Yani kama yangekuwa maamuzi yetu, tusingekubali wende, tusingekubali tende, tusingekubali atoke haya. Wasanii ulitukumbuka, ukujali huyu nani Wasanii ulitukumbuka, ukujali huyu ni nani Umekwenda haraka Magufuli, rudi ina tutete. Mstaafu wa miko ya uongozi, uthubutu na kuamini katika chako, uje utupe na sisi tukupe mkono wa bye-bye. Magufuli, umeacha watu, umeacha wapiganaji, umemwacha mpambanaji anayeamini na kujipambanua kama raisi wa wanyonge. Mama yetu, kipenzi chetu Samia Suluhu Hassan, na katika hotuba yake iliyojaa majonzi na huzuni kubwa, ametuahidi, ametuhakikishia yuko tayari kusimama na Watanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shughuli hii ya leo ya mazishi ya kitaifa ya mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inafanyika chini ya sheria ya mazishi ya viongozi wa kitaifa sura namba 119 ya sheria za Tanzania, yani the National Readers Funeral Act, Chapter 419 of the laws of Tanzania. Kwa mujibu wa kifungu cha 11 kifungu kidogo cha 2 cha sheria hiyo, mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya mazishi ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo ni makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya mazishi, atoe neno la utangulizi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Naam, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa hivi sasa ndio anakwenda kutoa neno, na tumsikilize. Mheshimiwa
Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Amir, mume wa Mheshimiwa Rais, waheshimiwa marais wa nchi mbalimbali ambazo leo mmekuja hapa kuungana nasi kwenye siku hii ya huzuni, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Othman Masudi Othman Sharif, makamu wa kwanza wa rais wa serikali, Mheshimiwa mama yetu Janet Magufuli, mjane wa hayati rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watoto wa marehemu na familia, Mheshimiwa Dr. Mohamed Ghalib Bilali, makamu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Amani Abedi Karume, rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu mlioko hapa, waheshimiwa mawaziri wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar mlioko hapa, waheshimiwa wabunge na waheshimiwa wawakilishi wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, waheshimiwa mabalozi, wanadiplomasia na wawakilishi wa taasisi za kimataifa mlioko hapa, Mheshimiwa Dr. Bini Mahenge, mkuu wa mkoa wa Dodoma, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa mlioko hapa mkiongozwa na Mheshimiwa Shibuda, watumishi wa umma na watumishi wa sekta binafsi ambao pia mko hapa, ndugu viongozi wa dini, wanafamilia, wanahabari na Watanzania wote popote mlipo, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Bwana asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Rais na ndugu wananchi, kama ambavyo mnafahamu, sote tumekusanyika katika viwanja hivi vya Jamhuri jijini Dodoma kwa lengo la kumuaga na kumwombea dua kiongozi wetu mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, aliyekuwa rais wa awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo ni siku ya masikitiko, lakini pia ni siku ya kitaifa ya kuaga mwili wa aliyekuwa kiongozi wetu mpendwa, baba yetu, kaka yetu, kipenzi chetu, ambaye yuko mbele yetu, amepumzika. Hivyo basi, nami naomba nitumie nafasi hii adhimu kutoa pole kwako Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Mama Janet, pia watoto wa marehemu, bila kuwasahau wanafamilia, ndugu, jamaa na marafiki, pamoja na Watanzania wote, lakini pia na wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wameguswa na msiba huu mkubwa ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Kama mnavyofahamu, baada ya tangazo lilotolewa na Mheshimiwa Rais na baada ya kutolewa ratiba na kwamba shughuli hizi za kuaga zilianza tarehe 20 mwezi huu wa 3 na pale jijini Dar es Salaam, na ratiba hii inatarajiwa kuendelea hadi tarehe 26 mwezi huu wa 3, wakati ambapo mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atakapopumzishwa katika nyumba yake ya milele kijijini kwake Chato, wilaya ya Chato, mkoa wa Geita. Ratiba hii imelenga kutoa fursa kwa Watanzania kutoa heshima zenu za mwisho kwa kipenzi chetu, mtetezi wetu wa wanyonge, mpenda maendeleo, anayeondoka akiwa ameacha alama kubwa, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais, tangu kuanza kwa shughuli hii, wakati wote tumekuwa tukipokea mwitiko na ushirikiano kutoka kwa wananchi na wadau
mbali ambao wameendelea kujitokeza kwa wingi kwa lengo la kuaga na kumwombea dua kipenzi chetu hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Tumeona makundi mbalimbali, watoto wadogo wa umri wa kati, wazee wakijitokeza maeneo mbalimbali kutoa hisia zao, uchungu wao wa kuondokewa na kipenzi chetu aliyekuwa rais wa nchi yetu Dr. John Pombe Magufuli. Ndugu wananchi, pokeeni salamu za shukurani kwa kujitokeza kwenu kwa wingi katika maombolezo haya na kwa ushirikiano wa karibu ambao mmekuwa mkitupatia wakati wote, kuanzia maandalizi na hata sasa tunapopita kwenye maeneo yenu. Mheshimiwa Rais, kwa wingi huu wa wananchi wa kutamani kiongozi wao mpendwa, tumeongeza fursa ya wengi kupata nafasi ya kumuaga kwa kupita kwenye barabara kadhaa kwenye mitaa maalum iliyowekwa na maeneo yetu yote matano tuliyoyaandaa kupita na kipenzi chetu ili wananchi wapate kuaga. Tulianza jijini Dar es Salaam kwa siku 2. Leo tuko Dodoma. Tutafanya hivyo kwa kupita kwenye mitaa kama ilivyotamkwa na wenyeji wetu wakiongozwa na mkuu wa mkoa. Kesho tutakuwa Zanzibar. Tutafanya hivyo pia baada ya kuwa tumepata dua kwanza uwanja mkuu wa Menda Ben Karume, lakini pia tutakwenda kwenye barabara maalum. Baada ya kumaliza Mwanza tutakwenda Zanzibar, tutakwenda Mwanza tarehe 24. Baada ya kutoka hapo mwili utatembea barabarani kutoka Mwanza kupitia wilaya Misungwi na kuvuka kwenye daraja kubwa la Busisi na kuelekea Sengerema, Geita, Katoro, Bwanga hadi Chato, ambako pia tarehe 25 wanachato watapata nafasi ya kumwaga pia mtoto wao, pendwa wao, kaka yao, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Rais, nitakuwa mchoyo wa fadhila iwapo sitakupongeza wewe binafsi, Mheshimiwa Rais wetu, kwa uimara na subira kubwa uliotuonyesha Watanzania kabla na hata baada ya kupokea kijiti cha urais kufuatia kifo cha mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli aliyekuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ninapenda kutumia nafasi hii kukushukuru sana kwa maelekezo na ushauri wako uliotuwezesha kamati kuu ya kitaifa kuendelea na uratibu wa shughuli hii kwa ufanisi mkubwa. Ndugu wananchi, leo hii tunapomwaga na kumwombea dua mpendwa wetu Dr. Magufuli, namna mzuri ya kumwenzi ni kuishi utumishi wake uliojaa ujasiri, maono na mapenzi makubwa kwa nchi yake na watu wake wakati wa kipindi chote cha utumishi wake. Nyote mtakubaliana nami kuwa wengi tulitamani aendelee kuwa nasi kimwili. Hata hivyo, kifo ni swala lisiloepukika, lakini pia lisiloelezeka na liwa lizoeleki katika maisha ya mwanadamu. Tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu na kukubali kutimia kwa maandiko ya Mungu ambaye alitoa na sasa ametoa, kwani yote ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ndugu wananchi, umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Hivyo basi, katika mazingira haya ya majonzi, huzuni na maumivu ya kumpoteza hayati mzee wetu Mheshimiwa Magufuli, naomba kuungana na kauli ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwamba tuendelee kushirikiana, kustahimiliana, kuzidisha upendo, umoja na mshikamano miongoni mwetu. Aidha, kila mmoja kadiri ya imani yake tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya hayati Dr. John Pombe Magufuli kwa amani. Ndugu wa Tanzania, kama alivyotangulia hapa waziri wa mambo ya nje kwa kuonyesha orodha kubwa ya viongozi kutoka nchi 17, kwa kweli leo tunayo faraja kubwa ya kukimbiliwa na majirani zetu.
Tunawashukuru sana sana, na tunawaombea nanyi pia muendelee vizuri kwenye majukumu yenu kwenye nchi zenu. Tanzania ni nchi rafiki nanyi, Tanzania ni nchi jirani nanyi, tunawapenda sana, na leo tumethibitisha upendo wenu kwetu kwa kutukimbilia kwenye jambo hili. Kupata marais 9 kwa kuacha shughuli zao kwenye nchi zao sio jambo dogo. Kuwapata makamu marais 2 kutoka kwenye nchi zao sio jambo dogo, lakini kuwapata pia mawaziri wakuu 2 kutoka kwenye nchi zao sio jambo dogo. Tunao wakilishi wa marais, lakini tunao waheshimiwa mabalozi ambao pia tuko nao hapa wa nchi karibu zote ambazo zinawakilishwa hapa Tanzania. Watanzania, jambo hili linaonyesha upendo mkubwa walionao dhidi yetu, nasi tunapaswa kujifunza kitu kutoka kwao. Nitumie nafasi hii kutoa shukrani zangu sasa za dhati kwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia makamu wa pili wa rais Mheshimiwa Ahmed Abdullah, ambaye ni makamu mwenyekiti wa kamati ya mazishi ya kitaifa, kwa kazi kubwa na mzuri ambayo ameifanya kwa kuungana na wajumbe wengine wa kamati na hatimaye kuratibu kama ambavyo mnaona hapa. Nitoe shukrani zangu kwa waheshimiwa mawaziri wote kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini pia kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi ya mshikamano wa pamoja ambayo imefanywa kufikia hatua hii ya maandalizi, na bado tunaendelea. Niendelee pia kutoa shukrani zangu kwa makatibu wakuu wote wakiongozwa na makatibu wakuu viongozi kutoka Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa uratibu wa kitendaji wa karibu na kuhakikisha huduma zote za kamati zinafikiwa ili kuweza kutufikisha hapa tulipofika. Napenda pia nitoe shukrani zangu kwa vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vimeshiriki kikamilifu, na kwa kweli utulivu na mshikamano, amani iliyojitokeza kwenye maeneo yote, na tuna matumaini na maeneo yaliyobaki ni kazi kubwa mzuri inayofanywa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Na washukuru sana madaktari ambao walijenga vibanda vya huduma ya kwanza Dar es Salaam hapa na maeneo mengine kwa kazi mzuri kubwa walioifanya ya kuwatibu wale wote waliofikwa na matatizo ya kiafya wakiwa kwenye zoezi la kumwaga mpendwa wetu. Niwashukuru Msalaba Mwekundu kwa ushiriki wenu pamoja na madaktari kutoa huduma mbalimbali kwenye maeneo yetu, na kazi ambayo naamini mtaendelea nayo. Sitaweza kuwasahau vyombo vya habari kwa kazi ya kuwaelekeza Watanzania kila hatua ya matukio ambayo Watanzania wote sasa wana ufahamu kubwa, wanauelewa wa mwenendo wa ratiba kumwaga mpenzi wetu, kaka yetu, kiongozi wetu, pendwa wetu, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Naomba niwashukuru makundi ambayo pia yenyewe yameshiriki kikamilifu, kama vile wasanii wameendelea kuimba nyimbo za maombolezo, na mnafahamu maombolezi ni siku 21. Wasanii wetu wametuhakikishia wataendelea kutoa huduma hiyo kupitia vyombo vya habari vya kutunga nyimbo mbalimbali, lakini pia kuonyesha hisia na kwa kweli uchungu wa kumpoteza kiongozi wetu ambaye pia leo hii tuko hapa, tuko tayari kumwaga. Mheshimiwa Rais, kwa taarifa hii ya utambulisho wa shughuli hii ya kuaga ambayo leo tunaifanya hapa Dodoma kitaifa, na kama ambavyo nimeeleza, zoezi la kuendelea kumwaga kiongozi wetu litaendelea kwenye mikoa mbalimbali na vituo vingine 3 vilivyobaki vitakavyotufikisha tarehe 26, siku ambayo tutampumzisha kiongozi wetu. Inakamilisha taarifa ambayo leo niliona niifikishe kwenu. Naomba tuendelee kumwombea rais wetu. Naomba tuendelee kutenda mema yale yote ambayo ameyafanya. Tuhakikishie Watanzania nasi tuko pamoja nanyi. Tutaendelea kuendeleza yale yote aliyoyatenda, na tutaendelea kubuni yale yote yenye mwelekeo wa yale ambayo alikuwa anafikiria kipenzi chetu rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie.
apumzike kwa amani. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa nafasi hii ulionipa ya kueleza tukio hili. Asante sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima niliyopewa ya kuwa amidi wa shughuli hii na kwa idhini yako, naomba sasa nisome wasifu wa hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuzaliwa: hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizaliwa siku ya Alhamisi tarehe 29 Oktoba mwaka 1959 katika kijiji cha Katoma, tarafa ya Bugando, wilaya ya Geita, wakati huo ikiwa mkoa wa Mwanza. Alikuwa mtoto wa 3 katika familia ya watoto 12 wa mzee Joseph Magufuli Marco Nyahinga na mama Suzana Ngolo Musa. Siku alipozaliwa, bibi yake alikuwa amepika pombe na hivyo akampa jina la Walwa kwa lugha ya Kisukuma, ambayo kwa Kiswahili maana yake pombe. Hii ndiyo asili ya jina Pombe. Elimu: mwaka 1967 hadi 1974 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Chato. Mwaka 1975 alijiunga na seminari ya Katoke Biharamulo mkoani Kagera, ambapo alisoma kwa miaka 3 hadi mwaka 1977 ambapo alihamia katika shule ya sekondari ya Lake iliyopo mkoani Mwanza alipohitimu na kupata cheti cha elimu ya sekondari mwaka 1978. Mwaka 1979 hadi mwaka 1981 alijiunga na shule ya sekondari ya Mkwawa mkoani Iringa, ambapo alihitimu na kupata cheti cha mtihani wa kidato cha 6 katika tahasusi, yani combination ya kemia, hesabu na elimu. Mwaka 1981 hadi 1982 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alipata stashahada ya ualimu katika masomo ya kemia, hesabu na ualimu kutoka katika chuo cha ualimu Mkwawa mkoani Iringa. Mwaka 1985 alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, na mwaka 1988 alihitimu na kupata shahada ya kwanza ya sayansi ya ualimu katika masomo ya kemia na hesabu. Mwaka 1991 alijiunga na masomo ya shahada ya uzamili inayotolewa na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Salford kilichopo Uingereza, na kuhitimu mwaka 1994 kwa kutunikiwa shahada ya sayansi katika somo la kemia, yani Master of Science in Chemistry. Tasnifu yake ilihusu the decomposition kinetics of the lanthanide 3 olcato halides. Mwaka 2006 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alijiunga tena na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa ajili ya masomo ya shahada ya uzamivu, yani Doctor of Philosophy, wakati akiwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Mwaka 2009 alitunikiwa shahada ya uzamivu, yani Doctor of Philosophy katika somo la kemia.
Tasnifu yake inahusu the potential anacatidic acid self-assembled monolayers from cashew nut shell liquid as corrosion protection coatings. Pia hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli amechapisha machapisho 6 ya kisayansi na mengi yakiwa katika eneo la materials chemistry. Mafunzo ya jeshi. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alihudhuria mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa mujibu wa sheria kuanzia Julai 1983 hadi Juni 1984 kama ifuatavyo. Mwezi Julai mwaka 1983 hadi Disemba mwaka 1983 alikuwa katika kambi ya Makutupora mkoani Dodoma. Kuanzia Januari mwaka 1984 hadi Machi mwaka 1984 alikuwa kambi ya Makuyuni Arusha. Na kuanzia Aprili 1984 hadi Juni 1984 alikuwa kambi ya Mpwapwa JKT alikomaliza mafunzo yake. Akiwa jeshini, Dr. John Pombe Joseph Magufuli alijifunza uzalendo, ukakamavu na matumizi ya silaha mbalimbali, ajira na kazi. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliajiriwa kwa mara ya kwanza mwaka 1982 akiwa mwalimu wa somo la kemia na hesabu katika shule ya sekondari ya Sengerema mkoani Mwanza. Kazi ya walimu alifanya kwa mwaka mmoja hadi mwaka 1983. Mwaka 1989 hadi mwaka 1995 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliajiriwa kama mtaalamu wa kemia katika chama cha ushirika Nyanza mkoani Mwanza, kazi aliyoifanya kwa muda wa miaka 6. Kazi za uongozi. Mwaka 1995 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa kuwa naibu waziri wa ujenzi, wadhifa aliotumikia hadi mwaka 2000 alipoteuliwa kuwa waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Alitumikia nafasi hiyo hadi mwaka 2006 alipohamishiwa kwenda Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Mwaka 2006 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa kuwa waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo na Makazi, wadhifa aliotumikia hadi mwaka 2008 alipohamishiwa Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuwa waziri wa wizara hiyo hadi mwaka 2010. Mwaka 2010 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa tena kuwa waziri wa ujenzi kwa mara ya pili na kudumu kwenye nafasi hiyo kwa miaka 5 hadi mwaka 2015. Siasa. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alianza kujishughulisha na uongozi wa kisiasa mwaka 1990 alipogombea ubunge katika jimbo la Biharamulo. Pamoja na kutokufanikiwa katika kinyang'anyiro hicho, aliwashangaza wengi alipokwenda kumshika mkono mpinzani wake na kumpongeza kwa ushindi alioupata. Alikiri kuwa alishindwa kihalali katika uchaguzi huo, na jambo hili lilimpatia heshima kubwa kwa ukomavu wa kisiasa aliouonesha na kujipambanua kuwa ameiva kisiasa. Mwaka 1995 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli ashiriki tena katika kinyang'anyiro cha ubunge katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi na kushinda ubunge wa jimbo la Biharamulo Mashariki. Mwaka 2000 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aligombea kwa mara nyingine ubunge wa jimbo la Biharamulo Mashariki, ambapo alipita bila kupingwa kutokana na kupendwa na wapiga kura wake. Mwaka 2005 alishiriki tena kugombea ubunge wa jimbo la Biharamulo Mashariki
na wakati huu kwa sababu zile zile za kupendwa na wapiga kura wake alipita bila kupingwa na kuendelea kuwa mbunge. Mwaka 2010 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikwenda tena kugombea ubunge wa jimbo la Chato na aliendelea kupita bila kupingwa. Mwaka 2015 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa miongoni mwa makada wa Chama cha Mapinduzi CCM waliochukua fomu za kuomba kupeperusha bendera ya chama hicho kwenye kinyang'anyiro cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa na chama chake kugombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ambapo alishinda uchaguzi huo na kuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 2016 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Akiwa waziri, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa mwenyekiti wa ukanda wa maendeleo wa Mtwara kati ya mwaka 2000 na 2005. Mwenyekiti mwenza wa mkutano wa 3 wa maendeleo ya miji duniani ulioandaliwa na shirika la makazi la Umoja wa Mataifa mwaka 2006 hadi 2008 uliofanyika Vancouver, Canada, na yeye kushika nafasi hiyo. Alikuwa mwenyekiti wa baraza la mawaziri la Umoja wa Nchi za Maziwa Makuu kuhusu uvuvi mwaka 2008 hadi 2009. Akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuanzia mwaka 2016 hadi 2017 na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2020. Baadhi ya mafanikio ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli wakati wa uongozi wake: utawala, kuhamisha makao makuu ya shughuli za serikali mkoani Dodoma mwaka 2016, uamuzi ambao ulikuwa haujatekelezwa kwa ukamilifu kwa miaka mingi tangu mwaka 1973. Kurejesha nidhamu ya utendaji kazi na uadilifu katika utumishi wa umma kwa kuondoa watumishi wasiokuwa na maadili na utendaji mzuri serikalini. Kuimarisha utumishi wa umma kwa kuondoa watumishi wasiokuwa na sifa ambao waligushi vyeti vya elimu. Kuondoa watumishi hewa katika orodha ya malipo ya mishahara katika utumishi wa umma. Kuhimiza utendaji kazi wenye kujali matokeo, matumizi bora ya rasilimali za umma, utoaji wa huduma bora kwa wananchi kupitia kauli mbiu yake ya hapa kazi tu. Kuimarisha utawala wa sheria na utoaji haki sawa kwa wote na kwa wakati kwa kuimarisha mfumo wa mapambano dhidi ya rushwa, usimamizi wa maadili ya viongozi wa umma, usimamizi wa masuala ya haki za binadamu na ustawi wa demokrasia nchini. Kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi kwa kuanzisha mahakama ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi nchini. Kubadilisha muundo wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuimarisha ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kuanzisha ofisi ya wakili mkuu wa serikali na kuimarisha ofisi ya taifa ya mashtaka. Kuimarisha ushirikiano baina ya serikali na mihimili ya bunge na mahakama, na kuimarisha ushirikiano wa Afrika Mashariki